Paka wenye mimba kusanyeni, nao wanyonyao maziwa. Bwana harusi na atoke chumbani mwake. Bwana harusi wa Kiebrania akioa alikuwa anakaa siku 40 bila kutoka, lakini kwenye matengenezo atoke, kinyume cha sheria. Saa ya uamsho shughuli zote zinasimama, atoke chumbani mwake, na bibi harusi katika hema yake, na hao makuhani wahudumu wa Bwana na walie kati ya patakatifu na madhabahu. Makuhani wa madhabahuni wararue mavazi yao, walie, waomboleze, wahamie madhabahuni, watoke kwenye meza za chai na chapati. Hakuna uamsho kilala nyumbani muda wote. Unabadilisha mablanketi, mama niongeze shuka jingine, utaongeza ufu. Toka makuhani, watoke, wamlilie Bwana katika madhabahu, waomboleze. Maana mauti iko sufuriani. Naelewa Elisha anasema mauti iko sufuriani, wanapiga kelele. Maana yake kila atakayekula lazima afe. Wewe mchungaji ndiyo sufuria ambalo watu wanalia chakula. Ukisha kufa wewe, kila anayekuja kanisani lazima afe, maana wanakula kutokana na wewe. Mauti iko sufuriani, hatari kabisa. Mauti kiingia kwenye sufuriani, watakufa tu wanaokula. Na kula lazima wale, wasipokula watakufa, na wakila watakufa. Wala afadhali wafe wakila. Better die trying than giving up. Mmoja akaandika baya kabisa. Na kati ya patakatifu na madhabahu na waseme makuhani hawa, waachilie watu wako e Bwana, wala usiutoe urithi wako upate aibu, hata mataifa watawale juu yako. Kwani waseme kati ya watu, yuko wapi Mungu wao? Hii dhihaka sasa hivi ipo. Warokole wako wapi? Warokole wako wapi? Wanaosema wameokoka wako wapi? Sasa hivi tuko sawa tu, wanavyovaa sawa na sisi. Heshima yake. Sanduku la agano limetekwa na Wafilisti. Bwana anatafuta watu